Soma Yohana 1 mpaka mstari wa, imeandikwa hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwako kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Sasa hapo mwanzo wa uumbaji, ishara ya uumbaji ya ulimwengu huu, ya dunia hii ilipoumbwa, Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa kuna neno. Kwa hiyo kumbe neno la Mungu ndio mwanzo wa kila kitu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ndio mwanzo wa kila kitu. Yaani chochote ambacho unataka kukifanya, yaani kiwe na mwanzo wa neno. Kwamba hata mwanzo wenyewe uliumbwa, ulianza kwa neno. Kwa hiyo lolote ambalo unataka kulifanya, chochote unataka kukifanya, kwamba lazima kiwe na neno. Mwanzo wote ni neno. Anasema tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Ni neno ambalo Mungu alitamka, ni neno, na neno hilo akaliamini. Anasema baada ya kumfanya mtu na vitu vyote, alafu akasema kila kitu ni chema atakifanya Mungu. Maana alithibitisha, akakiamini, akawa na uhakika. Biblia inasema maana imani ni kuwa na uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Akawa na uhakika atakifanya ni chema. Lazima tuwe na neno. Mwambie mwenzio lazima uwe na neno. Yaani muujiza, ishara na muujiza wowote haupatikani tu hivi hivi, lazima kuwe kuna neno. Maana imeandika yeye ulituma neno uwaponya, uwatoa katika maangamizi. Wasikiliza, chochote unataka kifanyike kwako, lazima kuna neno lisimame. Kwa nini? Kwa sababu Mungu huwa anaangalia neno lake apate kulitimiza. Na watu kwenye maisha yako wanaweza kuja na maneno, wakaongea maneno mengi, wakasema hayo ni maneno tu, yaani yasikutishe, yasikuogopeshe, usikose usingizi kwa maneno yao. Sikiliza, Mungu aangalii maneno ya watu. Mungu aangalii maneno yako. Mungu anaangalia neno lake apate kulitimiza. Kuna maeneo unahitaji kitu kwenye maisha yako, na Mungu amekaa anataka kusikiliza, asikie neno kwenye hitaji ambalo unachokihitaji ili apate kutimiza. Mungu angalii malalamiko. Yaani unaweza kulalamika, Mungu angalii machozi yako. Unaweza ukawa na shida, ukawa na lia, ukawa toa machozi ukafikiri Mungu anakuhurumia. Lia, futa machozi. Ukishafuta machozi yako, hapo Mungu anakuangalia, anataka asikie neno ambalo litakutoa. Imesema kwa mkono wa nabii Israeli iliokolewa. Kwa hiyo kuna neno ambalo nabii lilienda kumtoa Wanaisraeli wakatolewa kwenye utumwa. Neno alituma neno. Kwa hiyo lazima neno lianze. Mwambie mwenzio lazima neno uwe nalo ndani mwako. Kila muujiza ni neno. Kila muujiza lazima neno. Hata unakuja kuomba hapa, unaweza unaomba kuanzia maombi la kwanza mpaka la mwisho, hakuna neno. Sikiza, Mungu anataka asikie neno. Sikiza, mahojiano ya Mungu na shetani waliojiana imeandikwa. Mtu hatoishi kwa nini? Bali kwa kila neno linalotoka kwenye nini? Kwenye kinywa cha Mungu. Na nikwambie, hata watu wakija maneno wanakukataa, wanasema wewe sio mtumishi, wewe sio mtu mzuri, watakwambia vitu vingi vya kusikiliza. Usisikilize. Sikiliza neno la Mungu linasemaje kwako. Kwa nini? Neno la Mungu lina nguvu. Haleluya. Yamkini kuna maneno ambayo umetamkiwa kwenye maisha yako ukavunjika moyo, ukakata tamaa. Sikiliza, usifuate maneno ya watu. Kama kukatika tamaa, mimi ningekata tamaa. Yule sio mtumishi, yule asikiliza, siwezi kufuata maneno ya watu. Mimi nasikiliza neno la Mungu ananiambia nini. Haleluya. Alisema nenda kaweke madhabahu kule nitumikie. Namsikiliza yeye. Na kuna watu walikuja wakaniambia, sikiliza, hapo hakuhitaji unabii, kwa sababu unafanya injili kwenu ulipozaliwa. Ni pia kubariki kwao. Ni kweli. Bwana kutana na watumishi wakwambia, sikiliza, hapo hapahitaji unabii. Yaani unahitaji unabii, na sikiliza, mimi sikuangalia wewe, sikusikiliza wewe. Haleluya. Mimi nasikiliza Mungu amesema nini. Haleluya.